Bwana Yesu asifiwe. Nichukue nafasi hii kukualika mahali popote pale ulipo kwa ajili ya kuendelea na ufafanuzi wa kitabu cha Waamuzi sura ya 8, na tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru sana. Asante kwa muhtasari huu uliotupatia na unaoenda kutupatia. Tufundishe wewe upendavyo katika jina la Yesu Kristo. Amina. Kwa ufupi nikwambie tu kwamba sura hii inahusu mwendelezo wa ushindi wa Gideon dhidi ya yaliyotokea baada ya ushindi tuliousoma katika sura ya 7. Sura hii ambayo ni mstari wa kwanza mpaka wa 3, mgawanyo wa kwanza, Gideon anawapooza wa Efraim. Hapa ilikuwa ni baada ya kuwa amewaacha vitani. Wao walionekana kama wanamkosoa na walikuwa wamekasirika kwa namna walivyomweleza maelezo kwa nini hakualika vitani. Hivyo aliwapooza kwa kuwapongeza kwa hekima, akiwapongeza kwa mafanikio yao. Kwa wasomaji wa Biblia tuliona na tumeona kwamba wa Efraim walitulia na wakamwelewa Gideon. Twende katika jambo la pili ambalo ni mstari wa 4 mpaka wa 21. Hapa Gideon anawafuatilia wafalme wa Midiani. Biblia inatuambia kwamba tayari alikuwa ameshawaua Orebu na Zeenu, wakawa wamebaki wawili ambao ni Zeba na Salmoni. Wasomaji wa Biblia kwa mpango tagundua kwamba wakati anarudi, alipovuka Yordani, alipitia maeneo ya Penieli pamoja na Sukothi, na kila mahali alikuwa akiombea wanajeshi chakula, wote walimdhihaki. Na baada ya kurudi, alipowakamata wale wafalme wawili, alirudi akaleta maangamizi katika Lemeni. Niruhusu twende katika mgawanyo wa 3 ambayo ni sehemu ya 3, mstari wa 22 mpaka wa 23. Watu wa Israeli wanamtaka awe mfalme, na hapa Gideon anakataa kwa kusema kuwa Bwana ndiye awe mtawala kwao wala sio yeye. Katika sehemu ya 4 ambayo ni mstari wa 24 mpaka wa 27, Gideon anatengeneza naivera. Ieleweke ya kwamba Gideon hakuwa anataka atengeneze sanamu ili kusudi yaabudiwe. Yeye alitaka kuweka ukumbusho kwa hili jambo lililofanyika kwamba Mungu amewashindia. Ndio maana aliwaomba pete zao za masikioni, akaomba dhahabu, na tunaona Biblia inatuambia walitoa wakampatia. Kwa hiyo ieleweke kwamba haiwezekani mtu wa Mungu ambaye ametumwa kazi ya Mungu kama mwamuzi kutengeneza dhahabu, katengenezwa sanamu kwa sababu watu waiabudu. Hapana, hakutengeneza ili kusudi waiabudu. Yeye aliweka ukumbusho, hiyo aliyokuwa amekusanya kutoka kwenye dhahabu ya mikufu pamoja na zile alivyokuwa amevichukua kutoka kwa watu wa Mungu. Biblia inataja ikasema kwamba alienda akaiweka, akaisimika ile naivera katika eneo la Ofra ambapo ni maeneo tunakumbuka kule nyumbani kwa baba yake Joash. Biblia inatuambia ya kwamba walikwenda kuiabudu hiyo naivera baada ya yeye kuwa amefariki. Niruhusu twende katika mgawanyo wa 5 ambayo ni sehemu ya 5, mstari wa 28 mpaka wa 32, ambapo amani ilitawala miaka 40 wakati wa Gideon. Inathibitishwa kuwa Gideon alitawala kama mwamuzi kwa amani hadi alipofariki kwa miaka 40 akitawala kama mwamuzi. Mwisho kabisa katika mstari wa 23 mpaka 35 ni maisha baada ya kifo cha Gideon. Israeli wanarudi kuabudu sanamu na miungu mingine. Tunaona Biblia inataja Baberithi anaabudiwa, jambo ambalo Biblia inaliita ni anguko mbele zake, mbele za Mungu. Hivyo Mungu hakupendezwa nalo, ndio maana Israeli walikuja tena wakaangukia mikononi mwa adui. Na hivyo ndivyo sura ya 8 inavyotueleza mambo 6 katika yaliyojitokeza katika sura hii. Na tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru sana. Asante sana kwa wakati huu umetupatia nafasi hii ili kusudi tukutafakari wewe, mimi pamoja na rafiki yangu huyu. Kamwezeshe kesho tunapoenda katika sura ya 9 kuwa pamoja naye, ukimwandaa kwa ajili ya somo hili na mwendelezo wa sura hizi mpaka tutakapofika naye katika kitabu cha Ufunuo. Mfanye kuwa na moyo wa kukupenda wewe zaidi ya vitu vyote, masaa haya kukutafakari wewe katika kusoma Biblia na kuelewa zaidi kwa undani zaidi. Katika jina la Yesu Kristo namwombea rafiki yangu huyu, na sote tuseme amina. Nikualike tena katika sura ya 9 kesho. Ifanye safari hii ya kwenda mpaka kitabu cha Ufunuo, mimi pamoja na wewe.